Jumamosi ya leo Iran wanatarajia kukaa chini na Marekani kule Italy kwa ajili ya kujadili dili la nyuklia. Na kabla hawajakaa chini na Marekani, tayari jana Ijumaa wakawa wameenda Urusi. Wametuma waziri wao wa mambo ya nje ambaye anaitwa Abbas Araghchi, ameenda Urusi akiwa amebeba na barua ya Ayatollah Khamenei kwa ajili ya kumpa Putin. Na moja ya vitu ambavyo Iran wanaonekana wanavitaka kwa Mrusi ni juu ya Mrusi kuweza kuhakikisha kwamba pia labda anakuwa na yeye anakuwa na ushawishi katika hilo dili wanalokaa na wa Marekani juu ya mambo ya nuclear. Yaani kama vile wanaona kabisa hapa na Trump watutawezana mpaka mwisho bila Mrusi naye kuingilia kati. Umeona? Kwa hiyo wanataka uhusiano wake, yani Mrusi naye ahusike nafikiri kwenye hayo mambo. Ndio maana wakaamua kwenda kwanza kwa Mrusi kabla ya kwenda kukaa kwenye hicho kikao cha huko Italy ambacho makamu wa rais wa Marekani JD Vance na yeye anaweza akahudhuria kwa sababu yuko Italy sasa hivi. Kwa nini Italy? Kwa sababu Italy ni moja ya nchi za Ulaya ambazo zinaongozwa na marafiki wa Trump. Giorgia Meloni, waziri mkuu wa Italy, ni mwanamama ambaye wanaelewana vizuri na rais wa Marekani Donald Trump. Je, Donald Trump ataweza kuhakikisha kwamba anadili na Iran? Hicho ndio kitu ambacho watu wanakisubiri kama kitawezekana, lakini mimi nina wasiwasi, sidhani kama kitawezekana. Kwa sababu cha kwanza kabisa, Trump ni kiongozi ambaye anapenda kutumia nguvu. Katika maamuzi yake anapenda kutumia nguvu, anapenda kuwa na kauli ya mwisho. Anapenda akiongea ameongea, akisema hiki amesema. Yaani hata kama kitakuwa ni tofauti na sheria za Umoja wa Mataifa, akisema hiki kasema, umeona. Kwa hiyo sasa kuna hati kwa sababu hawa Iran ni moja ya serikali ambazo na zenyewe ni serikali zile za kutumia nguvu. Umeona? Trump akidili na serikali zile na zenyewe ambazo zimezoea kutumia amri, huwa anashindwa kukaa nazo chini na kumaliza nao, na kuingia nao muafaka, inamuia vigumu. Kwa sababu Trump anatakaga atoe amri isikilizwe. Lakini sasa kwa viongozi ambao na wenyewe washazoea amri na wenyewe kutoa amri, huwa hawataki kujishusha. Kwa hiyo inakuwa ngumu sana kwa Trump. Na ndio maana hili deal Trump alijitoa mwaka 2018, alijitoa Marekani katika hili deal la Iran nuclear deal. Ndio maana wasiwasi wangu ni kwamba kama mwaka 2018 alijitoa, sasa hivi ataweza? Umeona? Ni ngumu kunegotiate na Iran swala nuclear, hasa Trump. Ni ngumu sana kunegotiate na Iran swala nuclear. Iran watu wanaopenda kutumia nguvu, wana kauli, yani ukitoa kauli ya mwisho wametoa, na Trump naye yuko hivyo hivyo. Umeona? Kuna nchi ambazo sasa nchi za magharibi huwa kuna nchi wanaziita nchi za madikteta kama Iran, Urusi, China, Korea ya Kaskazini. Umeona? Hizi nchi huwa zinaitwa nchi za madikteta. Huwa wanasema zinaongozwa na madikteta. Umeelewa? Japo sio madikteta, lakini kutokana na kwamba style ya uongozi wake huwa ni amri. Umeona? Kwa hiyo huwa zinanyoshwa kidole, wanaonekana kwamba wanaongoza kidikteta. Sasa hizi nchi Trump kudili nazo huwa anapata shida sana. Sasa hivi nadhani mnaona anavyohangaika kudili na China. Akimwambia China hivi, Mchina naye anasema hivi. Akimwambia hivi, Mchina naye anasema hivi. Ni kwa sababu hiyo kwamba Wachina na wenyewe kule ni watu waliozoea mwendo wa mchaka. Kwa hiyo na yeye akitaka kupeleka mchaka na wao wanamrusha mchaka. Umeona? Haya, kwa Warusi nadhani mmeona kashindwa kutekeleza ahadi ile kumfanya Putin akubali kushusha silaha chini. Ni kwa sababu pia Putin naye huwezi kumpelekesha mchaka. Yaani ukimwambia hivi na yeye atataka aende vile anavyotaka yeye. Na wanajibu kabisa, sisi tunaangalia maslahi ya Urusi kwanza juu ya hii vita ya Ukraine. Unaona? Kwa hiyo hii inamuia vigumu mpaka sasa. Anashindwa kumaliza. Unaona? Alafu nchi gani nyingine tena huwa anahangaika nao? Iran na yenyewe ndo kama hivyo, tunaona amekuwa akihangaika nao kuanzia ya kwanza mpaka akaitoa Marekani katika hilo dili, na sasa hivi anajaribu kuhangaika nao. Aliyeweza kunegotiate naye akakaa naye vizuri ni nani? Kim Jong Un ndo aliweza kunegotiate naye vizuri. Kwa nini ilikuwa rahisi yeye kukaa chini katika meza ya mazungumzo na Kim Jong Un na kufikia muafaka wa yale waliokuwa wanayataka? Ni kwa sababu Korea ya Kaskazini ni nyepesi kudili nayo
kuliko kudili na nchi kama Iran. Kivipi? Au kama China. Umeona? Kivipi? Iko hivi. Trump alipokuwa anadili na Korea ya Kaskazini, hakuna kitu kingine chochote kilichokuwa pembeni ya Korea ya Kaskazini zaidi tu ya yenyewe Korea ya Kaskazini na nyuklia zake. Kwa hiyo yani hakuna vitu vingi vitakavyomkaba katika kunegotiate. Umeona? Lakini tukiingia katika swala zima la China, akiona nikae chini na China nikubaliane mambo na China, kuna vingi vinamkaba. Mchina ndo ambaye anawafukuzia kiuchumi namba 2, yuko pembeni yao. Wakicheza kidogo anawapita kiuchumi. Iko ni kigezo kikubwa kimoja tu cha kumfanya iwe kwake ni vigumu sana kuweza kukubali mambo ambayo Mchina atataka. Inambidi awe makini sana, na inambidi yani hakikisha afanye mchezo, la sivyo Mchina atampita kiuchumi. Marekani itapitwa na Mchina kiuchumi ikiwa mikononi mwake. Kwa hiyo China kinachomfanya inakuwa ngumu kunegotiate nao ni kwa sababu ya nguvu ya kiuchumi alionao Mchina ambayo inawakaribia wao. Tukiingia swala zima la Iran, kwa nini namuia vigumu kunegotiate na Iran? Iran isingekuwa na uadui na Israeli, Trump angenegotiate nao vizuri, haraka haraka angemaliza. Lakini tatizo ni kwamba Iran ina uadui na Israeli. Kwa hiyo unaponegotiate na Iran, cha kwanza kabisa unaangalia iko unachoenda kuongea nacho kina maslahi na Israeli. Unaona? Sio tu kina maslahi na Marekani peke yake, bali na kina maslahi pia na Israeli. Kwa hiyo kuna mambo anaweza kaongea yakawa yana maslahi na Marekani. Kaona okay, katika hili Marekani hatuna neno. Umeona? Lakini swala linakuja kwamba na Israeli, je, maslahi hapo? Sasa ikifika swala hilo ndio inakuwa sasa inamuia vigumu. Kwa sababu kuna wakati mwingine Trump labda anaweza kusema okay, hicho tulichoongea na Iran tutakubaliana. Kule Netanyahu akasema hiyo hapana, hiyo sisi hatuitaki. Kwa hiyo inabidi na maslahi ya Israeli yazingatiwe. Umeona? Kwa hiyo hii inaleta ukakasi sana katika kudili na Iran, katika kunegotiate kwa sababu ya nani? Ya Muisraeli pia. Mfano sasa hivi Trump anataka kunegotiate kwa kidiplomasia, wakae chini mezani. Lakini Israeli wakati wote yeye anataka kukiamsha, arushe makombora pale, kupiga ile miundombinu ya nyuklia. Umeona? Kwa hiyo hapo kuna sintofahamu. Unaona? Kwa hiyo yani kunegotiate na Irani, kazi inakuja hapo kwamba nyuma kuna Israeli. Umeona? Kwa hiyo haya ndio ambao yanamfanya Trump anakuwa anashindwa kumaliza. Lakini haya mambo yangekuwa kwenye nchi ambazo anazimudu kama nchi za Umoja wa Ulaya, nchi za NATO. Zile anazimudu kwa sababu zile mambo mengi wanaitegemea Marekani. Kwa hiyo kuziamrisha haraka haraka anaziamrisha. Mfano juzi tu alipotangaza naongeza ushuru, zilitetemeka zote. Umeona? Naongeza ushuru, nchi zote zikatetemeka. Nafanya hivi, zinatetemeka. Umeona? Lakini sasa hizi nchi nyingine inakuwa ni tabu, kutokana na kwamba kuzimudu anashindwa kuzimudu. Kumudu Mrusi hawezi, kumudu Irani hawezi, kumudu Mchina hawezi. Umeona? Ni nchi ambazo zina maamuzi yake yenyewe binafsi, na ni nchi ambazo zimezoea mchaka wanaitoka madikteta. Kwa hiyo kuwapa amri ni ngumu. Mfano kama Iran kukaa tu moja kwa moja na Marekani wanakataa, wanakuambia sisi hatutaki moja kwa moja kwa sababu hatutaki masuala ya kudhalilishana kama yalivyofanyika kwa Zelensky. Umeona? Kwa hiyo huu ndio ugumu ambao anao Trump, na ndio tunasubiri tuangalie kesho wataongea na Iran na kama je wataweza. Umeona? Je, Israeli anaweza kuipiga miundombinu ya Irani? Ndiyo, anaweza, lakini hana makombora ya kufukunyua yale maandaki marefu sana. Makombora kama hayo anao Marekani. Marekani ana uwezo wa kufukunyua maandaki ya Iran yale yaliyohifadhi nyuklia. Ubaya uko wapi? Kwa nini mpaka sasa hivi wanasita? Ubaya ni kwamba kwa mujibu wa vyombo mbalimbali vya habari wanasema kwamba kuna baadhi ya miundombinu ya Iran haijulikani ilipo ya nyuklia. Hata wakaguzi wenyewe hawajui ilipo. Hiyo ndo hatari ilipo. Kwamba pengine kuna mingine yuko karibu na Ghuba ya Uajemi. Mkasema mnalipua, mkahatarisha mpaka hizi nchi nyingine za Waarabu kama Saudi Arabia, Iraq huko, Qatar, Bahrain. Umeona? Kwa hiyo hicho kitendo cha kwamba kuna mingine haijulikani ilipo ndio kitu kinachofanya hata Wamarekani wasite kulipua.